sababu za maombi. Kwa nini tunaomba? Kwa nini unaomba? Ziko sababu tatu zinazokufanya unaomba, zinazotufanya tunaomba. Tunahitaji kwenda kuzitazama. Kwa nini watu wa Mungu wanapaswa kuomba? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini watu wa Mungu wanapaswa kuomba? Kwa nini kanisa linapaswa kuomba? Kwa nini wewe mwenyewe binafsi unapaswa kuomba? Kwa nini mimi na wewe tunapaswa kuomba? Kwa nini tunaomba? Tunaomba ili iweje? Haleluya. Jambo la kwanza ama sababu ya kwanza na ya muhimu zaidi, waumini wameagizwa na Mungu kuomba. Waumini wameagizwa na Mungu kuomba. Sababu ya kwanza inayotufanya tunaomba, kwa sababu ni agizo. Mungu ameagiza waumini waweze kuomba. Kwa hiyo maombi tunaomba kwa sababu ni agizo, na sio tu agizo. Ndani yake ya maombi uko msukumo unaotusukuma kuomba, kwa sababu kuna kitu ndani mwetu ambacho kinachotupelekea tuombe, na kitu iko ni nguvu ya Mungu ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Wakati muda mwingine unakuta unasukuma kuomba katika mazingira tofauti tofauti. Unaweza ukawa umelala ukakuta unasukuma kuombea jambo fulani. Kwa sababu gani? Mungu ameagiza tuombe. Ingawa anajua haja ya moyo wako, lakini unapaswa kuomba. Yesu, yule Batimayo anaulizwa na Yesu, unataka nikutendee nini? Yule kipofu akasema nataka kuona. Kwa nini? Yesu alifahamu kwamba ni kipofu, lakini alitaka yeye mwenyewe yule kipofu akiseme anataka atendewe. Ndipo alipopewa nafasi ya kuzungumza akasema mimi nataka kuona. Kwa hiyo maombi ni muhimu. Maombi ni agizo. Yesu ameagiza watu wake waombe. Amen. Angalia Zaburi ya 105. Zaburi ya 105. Zaburi ya 105 mstari ule wa 4. Mstari ule wa 4. Anasema Zaburi ya 105 mstari wa 5. Anasema hivi: Zaburi ya 105 mstari ule wa 4 anasema hivi: mtafuteni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba mtafuteni Bwana na uweza wake na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Unaona jinsi gani pia mwandishi wa Zaburi anavyoagiza watu wautafute uso wa Bwana siku zao zote za maisha yao, kwa njia ya kumwomba Bwana. Au mtafuti kwa njia ya kwenda sijui wapi, sijui Dose unamtafuta Mungu mahali alipo, sijui unapanda mlimani unamtafuta labda yupo kwenye mti. Hapana, umtafuti kwa jinsi hiyo. Unamtafuta Bwana kwa njia ya maombi. Ndio maana nasema kwamba mtafuteni Bwana, tena nasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Unapoomba unamtaka Bwana na nguvu zake, na unautafuta uso wake siku zote kwa njia ya maombi. Kwa hiyo kwa njia ya maombi tunafanya mawasiliano pekee na Mungu. Iwe ni kanisa, iwe ni kikundi cha maombi, iwe ni mtu binafsi, iwe ni mwinjilisti, iwe ni mtu binafsi, maombi yako ni mawasiliano yako muhimu na Mungu. Kama vile unavyoweza kuweka vocha na ukampigia mtu aliyeko Dar es Salaam kwa ajili ya lengo la kuwasiliana naye ili akupatie habari zilizoko kule Dar es Salaam. Amen. Ili akupatie habari zilizoko kule Dar es Salaam, na kwamba kama hauna vocha, hauna dakika, hauwezi ukapiga. Tafsiri yake hauwezi ukamtafuta
lazima uombe. Hiyo ndiyo dakika yako, hiyo ndiyo kifurushi chako cha kumtafuta Bwana unapoomba. Amen. Haleluya. Amen. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema utafuteni uso wake siku zote. Kifurushi chako, dakika zako ndio maombi mbele za Bwana. Ili uwasiliane na Mungu, ili uongee na Mungu, lazima uweke dakika upigie, na dakika zako ni maombi yako mbele za Bwana. Unapompigia naye anapokea, anaona hii namba ni ya mwanangu, anapokea, anaanza kuwasiliana na wewe. Amen. Amen. Haleluya. Pia Mungu kupitia manabii aliagiza taifa lake Israeli limtafute Bwana kwa kumwita madamu Mungu yu karibu. Tumeona katika Isaya 55:6 anasema mtafuteni Bwana madamu anapatikana, mwiteni madamu yu karibu. Kwa hiyo hata Mungu aliwaagiza taifa lake Israeli lipate kumtafuta Bwana kwa njia ya kumwomba kwenye maisha yao. Haleluya. Haleluya. Wewe pia maombi unayofanya sio ya kawaida. Maombi yako yanadumisha uhusiano wako na Mungu. Unapaswa kuomba bila kukata tamaa. Amen. Pia Mtume Paulo pia aliwaagiza wanaomwamini Yesu Kristo walioko Efeso, anawaagiza waombe katika Waefeso sura ile ya 6 mstari wa 17 hadi wa 18. Mtume Paulo pia aliwaagiza waamini walioko Efeso waweze kuomba. Angalia, mpaka mitume wenyewe wanaagiza watu ambao tayari wameshafanywa kuwa Wakristo, wamemwamini Yesu, kwamba wanapaswa kwamba kuomba, na anawaagiza wawe watu wa maombi. Amen. Anawaagiza wawe watu wa maombi. Sura ya 6 Efeso mstari ule wa 17 hadi 18 anasema hivi: tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu. Amen. Haleluya. Unaona, huyu Mtume Paulo anaagiza Wakristo, waumini walioko Efeso waweze kuomba, wawe watu wa maombi. Ndio silaha yao kubwa. Hata kanisa, mtu wa Mungu unayenisikiliza, unaagizwa kuomba bila kukata tamaa. Itakuwa ajabu kama bado huanzi kuomba. Ikiwa upo kwenye Ukristo kwa muda mrefu bado huombi, hilo ni tatizo, hilo ni changamoto. Lakini leo nataka nikwambie, baada ya semina hii, natamani upokee nguvu ya Roho Mtakatifu ya maombi ndani yako, itakayoleta uamsho mkubwa wa maisha yako ya kiroho, kulisaidia kanisa na taifa na jamii na familia yako katika jina la Yesu. Anasema hivyo hivyo mtume huyu Paulo kwamba kwa sala zote na maombi wakisali kila wakati katika Roho. Wakisali kila wakati katika Roho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika Wakolosai sura ile ya 4 mstari ule wa pili anasema hivi: dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba huku na shukrani. Amina. Anasema dumuni sana katika kuomba. Angalia jinsi neno hili limetumika, agizo dumuni. Ina maana watu hawa hawapaswi kuomba tu siku moja, wakutanapo kanisani, wakutanapo kwenye vikundi vya maombi, wakutanapo kwenye mikutano, bali iwe ni maisha yao. Maombi yawe ndio maisha yao, wadumu katika kuomba, tena huku wakishukuru